Gumu mwanangu. Yes, naona alizao kulivyokuwa mwanangu sasa hivi. Ila testa kishenzi mwanangu imiwa. Ngoma Mtibwa hii ndugu yangu. Shuga imejaa kama yote. Ila mwanangu jana nimeona ulikuwa umepakia tanda mmoja kwenye pikipiki. Ile tanda mwanangu. Chombo imekula turubai lakini bado mchanga unamwangika mzee. Ndio mchumba kwanza wewe mtu wapi? Sasa yule ndo siawezi. Yule ndo siawezi. Dada yangu kabisa. Na maana kwamba kaka yake yeye ndo nipokea mimi kwenye kijiji hichi. Na ndo nipa chikibanda. Kaka ule Msumali. Unajua Msumali? Ndio nakwambia dada yangu yule. Na dada yangu mimi ndo dada yako wewe. Tena sio kaita mambo zako pale ukanipoteza. Nakwambia wewe mwanangu. Kiza mwanangu. Hana uwezo katokea ushangingo wote. Ndio hivyo mimi nishakupanga hivyo. Mwanangu wewe ni wazee katika kazi nyanya nitagui show. Hadi kwenye kipemala mnakimbiza. Siawezi. Mimi nataka kujua ujio wako hapa una maana gani? Maana gani hiyo kivipi? Usichokelewa ni kipi? Kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Na mke wa mtu kwa mila na desturi zetu hawezi kuja nyumbani bila sababu yoyote. Unatakiwa uje hapa, kuna mgonjwa. Sawa, kuna shida yoyote. Au labda kuna tatizo, mumeo ametoa ruksa uje. Sio unakuja tu kama ulivyokuja. Sijapigiwa simu na shemeji. Hakuna mgonjwa, hakuna lolote. Unakujaje hapa nyumbani bila taraka? Kama kuna shida lazima utakiwa uwe na taraka mkononi. Taraka sina. Alafu hapa ni nyumbani kwetu. Sipangiwi kurudi. Yaani kaka, hayo mambo unayoyaleta na wewe jinsi ulivyo vitu tofauti. Wewe unaoleta wewe ukoloni. Yaani mtu akiolewa basi asirudi kwao mpaka kuwe na sababu kuu, yaani nyinyi wazazi sijui ndugu wa nyumbani mpate taarifa. Kilichonileta nakijua mwenyewe. Hizo sheria za kwako wewe zilikuwepo tokea baba yupo hai. Na alivyokufa na hisi amekufa nazo. Kwa hiyo hazipo tena. Isitoshe mimi ni mtu mzima. Sichaguli maisha ya kuishi. Nimeolewa. Nyumbani kwangu mimi. Shida za nyumbani kwangu nazijua mwenyewe. Nimetaka kurudi nyumbani bado tena msinipokee nyumbani kwetu nikatazo kuja. Utanisamee mwenzangu. Yaani kitu kinachonisikitisha. Siamini kama wewe ndio unaongea hayo maneno. Siawezi. Wewe umesoma madrasa wewe na ulinizidi mimi sura wewe madrasa. Kwa hiyo kwa sababu umeolewa mjini umebadilisha sasa zile mila na desturi zetu umezigeuza zimekuwa ukoloni, si ndio? Sasa nikwambie tu. Siko tayari kubeba dhima ambalo sitaweza kulibeba. Nadhani unajua mwanaume ameumbwa kwa ajili ya kumchunga mwanamke. Na Mtume Muhammad pia anasema kila mchunga ataulizwa kutokana na kile anachokichunga. Kwa hiyo mimi ni wajibu wangu kutaka kuhakikisha wewe unaenda katika njia zilizonyooka. Sasa kama unafikiri kukaa kwako mjini kutakuwa sababu ya mimi kufuatisha vile unavyotaka, hapa kutakushinda. Hapa ukai. Unanifurahisha kweli shekhe. Nimefika nyumbani kwetu sifukuzwi na wala siondoke, labda mimi nisiwe siawezi. Alafu fanya jitihada uende peponi kaka. Unajitahidi? Sitawezi. Utayaweza. Kwanza toka nimekuja hapa bushi sijaye kuona pini kali kama wewe mwanangu. Sasa tunafanyaje sasa? Wewe mbona mshamba kiasi hiko? Inakuwaje kuhusu nini? Umenisimamisha tukio uanze kujua kijiji kijijini. Mimi ananihusu nini? Ndio ulichonisimamishia? Wewe si mtu mzima bana, unatakiwa hata vitu vingine upango, mwenyewe unajiongeza tu rafiki yangu.
Unataka kuwa na mimi, si ndio? Ndio maana yake, kwani unajua? Jamani, hivyo. Alafu kwa mfano ndio ushanipenda, alafu ndio nishakukubali. Tunatembeaje hata barabarani? Shika adabu yako unajua. Shika adabu yako we Kobe wewe. Hivi umeshasema mwenyewe kwamba kijiji kizima hujai kuona mwanamke mzuri sijui kama mimi. Sasa kwa nini unanitaka? Unahisi tunaweza tukaendana? Nilivyo hivi. Alafu unavyojiona hivyo ulivyo na shati yako yenye nyeusi iliyogeuka rangi nyekundu, unaweza ukawa na mimi kweli wewe? Alafu sikiliza boy. Usijifanye wataoniwe mshamba. Au si? Yaani wewe mshamba tu mwanangu. Unizingui chochote? Kweli? Yaani vibaya sana. Kwa mwenyewe unajichukulia chula au si? Vibaya sana. Au unasemaje labda? Baridi basi tembea. Kwa mfano nikisimama, nisikilize, mimi sitishwi. Yaani wewe umezaliwa hapa, umekulia hapa, afu mimi nimezaliwa, afu nimetoka, afu nimerudi. Jiangalie. Wewe kwangu mtoto wa kike. Kwa hiyo bali ndio hiyo. Ovyo, ndevu kama blasha cha chandu. Unajua ujio wa Mwaija hapa nyumbani kwangu mimi ni zaidi ya mzigo. Kwa unasema hivyo mume wangu? Hivi wewe unapata taswira gani? Wifi yako mke wa mtu anakuja hapa, hakuna taarifa yoyote kutoka kwa mmewe, hana taraka, hana lolote. Nimemuuliza kanijibu majibu ya mkato kiasi kwamba bado kidogo tu ningempiga makofi. Hilo ni kweli. Mume wake akitokea hapa cha kumueleza hatuna. Wewe umefikiriaje? Sasa mimi nataka nikupe kazi. Mimi nina masilasila yangu, nadhani unanijua. Kaa naye kwa sababu wewe mwanamke mwenzie. Inawezekana ana vitu vya siri mimi hawezi kuniambia. Inawezekana dadangu akawa anapitia magumu kwa mwanamume. So unajua mimi na wewe tumeachiana ziwa, yani hatuwezi tukaongea vizuri tukamaliza vizuri. Kwa hiyo ongea naye mwanamke mwenzio, tumia hekima na busara ulizokuwa nazo. Ili mradi akwambie shida nini ili mimi nijue naanzia wapi. Mume wangu, dada yako unamjua vizuri. Dada yako ana majibu makali, jeuri vile. Wewe anakujibu majibu yani ya tofauti, hajali kama wewe ni kaka yake. Sasa mimi fi yake unafikiri kitatokea nini? Si ndo tantia hata makofi hapa. Unajua mke wangu, wanaume tunaamini kitu. Unaweza ukasumbuliwa kumtongoza mwanamke ukiwa wewe mwanamume, lakini ikawa rahisi kukubali kwa mwanamke mwenzie. Inawezekana huo ujana mke wenu kawa sababu ya kukwambia ukweli. Na mimi najua kabisa nimekupa mtihani ambao unauweza. Usiniangushe. Japokuwa ni mtihani, ila ni wako tu sote. Nitajitahidi nifanye hivyo mama. Na kipua chako hicho. Ukiondoka na hapa, usisahau kunifanya mpango wa kuni. Maana hapa kuni zimeisha. Kuni mtakata. Kubeba utaenda kubeba mwenyewe. Umeanza hivyo? Zola tatizo ni wanawake, mtu akikufanyia ihsani kidogo, nataka mziduni zile ihsani kuwa sheria. Basi mume wangu tusigombane.
Thank you.